Ni kweli wote tunatakiwa tumshukuru Mungu, lakini kwako ni kama kuna jambo la ziada kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Mungu ana majibu ya ndio, hapana, au subiri. Na wakati mwingine huwa unatamani kujua wamepitia njia gani kufika mahali walipo. Wanipa raha, Mungu mjibu maombi yangu. Wewe ni mwema, mtoshelevu wa moyo wangu. Hiyo ni kubwa sana. Karibu sana. Asante sana. Naona una vibe sana na una shauku sana ya kushirikisha vitu kadhaa kwa wale ambao wanatutazama leo. Yeah, kwa kweli. Na leo umekuja kitofauti, umewaka nini? Outfit imetulia. I'm excited. Tumuhifadhi designer, lakini amefanya vizuri sana. Amefanya makubwa. Ana Mungu. Yeah. Hongera bana kwa kufika mwaka mpya. Asante, kwa kweli Mungu ni mwema, tumeuona mwaka 2026. Mwaka mpya. Hatujazungumza kwa huu mwaka, nafikiri ni session yako ya kwanza kabisa kututembelea. Kabisa. Karibu sana. Hii ni Dynamic Talks. Asante. Huwa tunazungumza kuhusu maisha na huwa tunajikita kwenye vitu ambavyo mtu akitusikiliza anabadilika. Ndio maana inaitwa Dynamic. Kwa mara ya mwisho tulikuwa tunaongea nje ya kamera. Ukawa unamshukuru Mungu sana kwa 2025. Nini hasa unajivunia kwa mwaka uliopita? Mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa neema sana kwangu. Umekuwa ni mwaka wenye mafundisho mengi sana. Mungu amenifundisha vitu vingi sana. Nimekuwa kiimani, kiakili, kiumri. Kwa hiyo umekuwa ni mwaka wa neema, mwaka wa baraka sana kwangu. Okay. Yeah. Ni kipimo gani hasa huwa kinaonesha kwamba mwaka umekuwa wa neema au wa baraka? Kwa sababu tunakuwa na title nyingi tunapotabiria mwaka. Yeah. Ni kweli kila mtu anakuwa na vipimo vyake, lakini kwa kipimo changu mimi ninaona maongezeko ambayo mara ya kwanza sikuwa nayo, lakini ninaona maongezeko ambayo kwenye eneo moja au jingine limeniletea matokeo mazuri. Okay. Yeah. Kuna mtu anatutazama hapa lakini ndo anakuona kwa mara ya kwanza. Unaweza ukamwambia wewe ni nani na kwa nini uko hapa? Okay, kama nilivyotambulishwa mara ya kwanza, mimi ninaitwa Gladness Mgimwa. Ni gospel artist, ninaimba gospel. Yeah. Nje na gospel hamna kitu kingine? Okay, nje na gospel mimi ni mwalimu. Ninafundisha. Unafundisha? Yes. Wow. Yeah. Safi sana. Thank you. Mara mwisho tulizungumza kuhusiana na namna ambavyo Holy Spirit na Roho Mtakatifu wanafanya kazi ndani ya watu. Na kimsingi imekuwa ni mada ambayo ni confusing. Imekuwa ni kitu kipana kwenye ulimwengu wa gospeli. Wewe unaelewa nini kuhusu Roho Mtakatifu? Okay. Musa anaambia wana wa Israeli kwamba Bwana amempa uwezo Bezaleli mwana wa Uri. Amemjaza roho wa Mungu katika ufahamu, katika kazi za ustadi. Kwa hiyo watu wengi tuna yale mafundisho au ufahamu kwamba Roho Mtakatifu au roho wa Mungu anafanya kazi na watumishi wa Mungu, labda wahubiri au waimbaji au wainjilisti. Lakini ukisoma kitabu cha Kutoka 35 kuanzia mstari 31 na kuendelea, unaweza ukaelewa kwamba roho wa Mungu anajaa kwa kila mtu na kwenye kazi mbalimbali. Kwa mfano wewe Josh una host vipindi, ni unafanya branding. Manake Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakuelekeza namna ya kufanya kwa wakati fulani na watu fulani. Lakini mtu anaweza kawa ni mtu wa saluni, mtu anaweza kawa ni dereva. Roho Mungu akijaa ndani yake, anakuwa anaelewa nini afanye kwa sababu anapokea maelekezo kutoka ndani. Yes. Kwa hiyo Roho Mtakatifu hafanyi kazi peke yake na watumishi wa Mungu peke yake wa kanisani. Anafanya kazi na kila mtu. By the way, na wewe pia ni mtumishi wa Mungu.
Yeah. Mara kadhaa tunaona watumishi wa Mungu anasimama mbele za watu anafundisha, wakati mwingine anapitiliza muda, alafu anasema Roho Mtakatifu ameniongoza niendelee. Hiyo huwa imekaaje? Sasa hiyo inategemea na mtu sikio lake. Yeah, kuna kama nilivyokuambia, kama Roho Mungu anakuongoza ndani yako, sisi ni nani hata tubishe? Kwamba hata kama utapitiliza muda, as long as ni Roho Mtakatifu inakuwa haina shida sana. Ninarudi pale pale. Inategemea, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi akakuongoza kitu ambacho ni confusion kwa watu wengine. Okay. Kwa hiyo sasa itategemea na watu wa aina gani ambao Roho wa Mungu anawahudumia. Kwa hiyo you have to kuongeza muda. Yeah, ongeza muda. Okay. If you have you're not supposed to kuongeza muda, then don't, kwa sababu watu pia wanakuwa. Kwa hiyo ina depend na mtu ambavyo amemsikia Roho wa Mungu na ana manifest vipi. Okay. Yeah. Na mtu ni kwa wakati gani mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu? Anazaliwa na Roho Mtakatifu au ni kitu ambacho mtu anakipata during lifetime? Okay. Sisi ni nature yetu ni roho. We are born of spirit. Yeah. Kwa hiyo hii miili ambayo tunayo ni kwa sababu ya kuishi duniani. Kwa hiyo I believe that kila mtu ana Roho Mtakatifu. Yeah, kila mtu ana uwezo wa kujazwa Roho Mtakatifu kwa sababu nature na asili tulionayo ni roho. Okay. Sasa inategemea na ufahamu wa mtu alionao juu ya Roho Mtakatifu. By the way, huwezi experience kitu ambacho haukifahamu. Yeah, kwa hiyo inategemea na ufahamu wako juu ya hicho kitu, au ufahamu wako wa wewe, nature yako ni ipi. Yes. Yeah. Kwa ni kama ni kitu cha kuamsha sasa. Kipo kwa kila mtu, lakini ili Roho Mtakatifu aanze kufanya kazi, kuna vitu pengine mtu anatakiwa kufanya. Yes, natakiwa ufahamu. Okay. Yeah, you're supposed to know. Vitu gani hivyo mtu akivifanya Roho Mtakatifu anakuwa active ndani yake? Okay. Kwanza unatakiwa, kama nilivyosema, unatakiwa ujue kwamba mimi ni roho, asili yangu ni roho. Kama mimi ni roho, basi ninaye msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Ana faida gani kwenye maisha yangu? Kwa hiyo ni kufahamu kwamba Roho Mtakatifu ni nani, anaweza akanisaidia kwa namna ipi. Then msome, muelewe, nisaidie. You talk to him. Yes. Okay. Yeah. Kwa hiyo unataka kusema kwamba kuna uhusiano wowote kati ya lifestyle ya mtu na kuwa na Roho Mtakatifu, au ukiwa na Roho Mtakatifu kuna maongozi yoyote kwenye lifestyle yako? Uhusiano upo. Uhusiano upo tena mkubwa sana. Mara nyingi huwa tunalalamika, kwa nini kuna bahati mbaya, au nimefanya kitu fulani nimepata bahati mbaya au nimepata hasara. Ukijaribu kukaa na kuanza kufanya evaluation, lazima kuna sehemu utajua kwamba nilisikia hii sauti na niambia nisifanye hiki kitu. Yeah, lakini nilikipuuza. Sasa ile sauti ya ndani unayoisikia ni Roho Mungu anakuwa anakuelekeza kwamba hapa tusipite njia. Okay. Hapa tufanye hivi. Kwa uhusiano wa maisha ya mtu ya kawaida ya kila siku na Roho Mtakatifu ni mkubwa sana. Okay. Inategemea sasa na sikio au na kitu gani ambacho umeamua kukisikiliza na kukifuata. Okay. Yeah. Kitu gani ambacho huwa unaumia sana ukigundua kwamba watu hawakifahamu kabisa kuhusiana na Roho Mtakatifu? Okay. As I told you, kama nilivyokuambia, ni kwamba mimi nilikuja kuelewa kwamba kuna wakati ninatumia mlolongo mkubwa sana kwenye maisha. Unatumia nguvu nyingi. Natumia nguvu nyingi sana. Labda natamani watu wanielewe, au natamani kufanikiwa kufika sehemu fulani, nitatumia kila mbinu yoyote yani. Either ni power, either ni chochote. Lakini kumbe sio majira sahihi. Sio wakati sahihi. Maanake sasa nimeamua kusikiliza akili zangu mwenyewe au kufuata vile ambavyo dunia inanielekeza. Okay. Lakini tunaye Roho Mtakatifu ambaye anatuelekeza. Okay. Yeye ndo mwalimu wetu mkuu. Na maanake ukimsikiliza yeye, assurance kubwa ya kupita njia iliyonyoka ni kubwa. Kwa hiyo kitu ambacho
kitu ambacho niseme kina ni sipendi au niseme kinaniumiza watu ambacho hawakielewi ni kwamba hatujui kumtumia Roho Mtakatifu. Okay. Wakati yeye ndo ana majibu ya maswali yetu. Maswali tulionayo. Yes. Okay. Kimsingi moja ya maswali mengi kwa watu ambao wanatutazama na wanatufuatilia huwa wanajiuliza kwamba ninyi gospel artists mnapokuwa mnatengeneza nyimbo, pale kuna process mbalimbali, kuna kuandika, kuna kuingia studio, wakati mwingine kuna kurecord live kwa wale ambao wanafanya live recording. Kuna kazi yoyote ya Roho Mtakatifu au kuna Roho Mtakatifu anahusika vipi kwenye kazi yako ya kukamilisha project za nyimbo? Sio kila muda mtu anaweza akataka kusikia kile kitu ambacho unafikiri wewe ni sahihi kukiwasilisha kwa mtu. Kwa hiyo unavokuwa unaandika wimbo au unataka kutoa kazi fulani, ni lazima Roho Mtakatifu ahusike kwa sababu kwa sababu yeye anafahamu watu wako walioandaliwa kwa ajili ya kusikiliza wanataka kusikia nini kutoka kwako. Okay. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine lazima Roho Mtakatifu ahusike. Okay. Yes. Kwa hiyo huwezi tu kutengeneza kwa kusearch out matatizo ya watu ukaja na nyimbo ambayo unafikiri itawafikia. Naweza nikasema ninapingana na hicho kitu kwa sababu sisi tunaongozwa na Roho. Yaani ya rohoni ni ya rohoni na ya mwilini ni ya mwilini. Kwa hiyo as long as unafanya kazi ya Mungu lazima ujue unayemtumikia ni nani na anataka nini na unatakiwa ufuate kanuni gani. Yes. Kwa hiyo huwezi ukaja tu from nowhere. Kwa sababu purpose yeye ndo anayekupa. Yeye ndo anakupa zawadi, anakupa gift. Na lazima urudi tena kwake. Umenipa hii gift nifanyeje? Upokee maelekezo. Kwa hiyo he's the boss. Kwa hiyo huwezi ukafanya tu kitu bila kumuuliza unataka nifanye nini. Kwa hiyo yani lazima hapo Roho Mungu ahusike kukuelekeza, kuachilia mafunuo, kuachilia nyimbo na chochote ambacho anataka ufanye kwa muda huo. Okay. It seems like Roho Mtakatifu pia anaweza kukuongoza usichukue au usipokee vitu vizuri. Nimewahi kumsikia mtu mmoja anasema kwamba aliwahi kupewa zawadi ya gari lenye thamani kama ya milioni 150, lakini kulingana na utumishi na kusudi alilokuwa nalo akasema kwamba Roho Mtakatifu amemwelekeza asichukue ile zawadi. Sasa ikazua taharuki na maswali mengi kwamba inawezekana vipi mali yenye thamani ya zaidi ya milioni 150 mtu hataki kuichukua kwa sababu kuna alert anaisikia. Hiyo huwa imekaaje? Alert. Mtu anasikia alert. Maana yake inategemea pia na uhusiano wa mtu na Roho Mtakatifu. Okay. Uhusiano wake na kwa kama alisikia hivyo, why judging? Okay. Why judging? Kwa ni maelekezo aliyopewa anatakiwa ayafuate and we have nothing to do. Kwa hiyo kuna uwezekano maybe kitu kikaonekana kizuri lakini kikaa kina madhara mbele. Of course, sio kila kitu kizuri ni sahihi kwa kila mtu. Yeah. Okay. Kwenye nyimbo zako ninapenda sana namna ambavyo umefocus na message ya kumshukuru Mungu. Ni kama una kitu cha ziada linapokuja swala la kumshukuru Mungu. Nini huwa ni siri behind ambayo iko nyuma ya jambo hilo? Nguvu nyuma ya nguvu. Yaani kama kumshukuru Mungu kwako ni kuna kitu cha ziada. Ni kweli wote tunatakiwa tumshukuru Mungu, lakini kwako ni kama kuna jambo la ziada kuhusiana na swala la kumshukuru Mungu. Ikoje? Yeah, mimi kumshukuru Mungu kwa kweli nimeweka actually ni maisha. Ni maisha yangu. Yeah, kwa sababu kila kitu kinachotokea kwenye maisha yangu ni ni favor niseme. Okay. Yeah,
ni neema, ni grace ambayo unaona kabisa hapa sikustahili lakini bila mkono wa Mungu hapa nisingepita. Kwa hiyo ndio maana ninapenda kumshukuru Mungu kwa kila hatua na kila kitu. Yes. Okay. Kwa vile ambavyo una mzigo kwenye hilo eneo, ni faida gani ambazo umeshazigundua za kumshukuru Mungu? Okay. Ziko faida nyingi ambazo nimezifahamu, kwa sababu kuna kipindi nilikuwa ninalaumu. Unajua Mungu ana majibu ya ndio, hapana, au subiri. Yes. Kwa hiyo kuna kipindi nilikuwa ninalaumu, like unamuomba Mungu alafu anakuambia no. Uwezi ukapata hiki kitu. I was like, are you serious God? Really? Mimi nahitaji hiki kitu alafu unaniambia no au subiri. Lakini alikuja kunifundisha kwamba kuna umuhimu wa kusubiri, kuna umuhimu wa hapana, kwa sababu as I told you, sio kila kitu kizuri ni kizuri kwa kila mtu. Yes. Kwa hiyo kwa sababu anajua path yangu, anajua purpose yangu, maana yake atanipa kile kitu ambacho kitakuwa aligned na kusudi ambalo ameliweka kwangu. Kwa hiyo baada ya kufahamu hivyo, nikawa namshukuru Mungu kwa kila hatua. Asante Mungu kwa ndio, asante kwa hapana, asante kwa subiri. Yeah, lakini pia nimeona faida nyingi sana za kumshukuru Mungu katika hayo, kwa sababu anafungua malango. Niseme shukrani ni funguo, ni kodi. Ni funguo, yes, ni kodi, ni funguo, kwa sababu ukimshukuru maana yake sasa unaondoa ile limitation ya kutokungangania kile kitu ambacho wewe unakitaka na kumruhusu afanye kile kitu ambacho ni sahihi kwako kwa ajili ya kusudi ambalo ameliweka ndani yako. Yeah. Hiyo inakuwa ina sound vizuri sana. Na ni kitu ambacho by the way watu wanatakiwa wajifunze pia. Yes. Kumshukuru Mungu sio kwa mambo mazuri tu, kwamba umeshiba ndo saa ya kumshukuru Mungu. Yeah. Ni vizuri pia kushukuru kwa mabaya, hali zote zinazotokea kwenye maisha. Kweli. Kwa hapa Tanzania, nina imani kwamba kuna watu ambao ukiwatazama unakuwa inspired na unaamsha kitu kikubwa sana ndani. Na wakati mwingine huwa unatamani kujua wamepitia njia gani kufika mahali walipo. Unaweza ukatushirikisha kwenye podcast hii ni watu gani kwenye eneo lako ambalo unalikubali na unawapa maua yao wakiwa bado hapa duniani? Wow. Good question. Ninawapa maua wote. Wanatutazama hapo juu. Yeah, I'm giving them flowers. Kwa kweli, yani ninawapa wote maua na nina appreciate kazi ya kila mmoja. Yes, nina appreciate, nina acknowledge presence ya kila mtumishi, kila mwimbaji, kila anayefanya kazi ya Mungu. Yani I really appreciate. Ana kitu kikubwa. Yes. Yeah. Nikiangalia project yako ya mwisho inaitwa Asante. Na mara nyingi watu kuna watu ambao wameshasikiliza kule YouTube na watu kutazama. Na this time wanakuangalia hapa live on live. Na moja ya maswali mengi wanajiuliza sana kwamba je, sauti tunayoisikia huku ndio sauti halisi ya huyu mtu? Unawezaje kututhibitishia kwamba kitu kile wanachokisikia kule ndo kitu kilichopo sasa? Sasa Josh, wewe unategemea hapo tutathibitishaje? Tupe chorus. Okay. Wanipa raha, Mungu mjibu maombi yangu. Wewe ni mwema, mtoshelevu wa moyo wangu. Nikombapo unasikia na kuyajibu maombi yangu. Wanipa raha, Baba wewe kimbilio langu. Hiyo ni kubwa sana. Vitu gani unafanya ku maintain sauti ya namna hiyo na kuendelea kuwa baraka kwa wengine? Amna vitu vya ajabu sana ambavyo ninafanya, lakini
ni kunywa maji ya moto. Yeah, ku maintain baadhi ya vyakula, lakini sio kwamba ndo sana, but yeah. Okay. Yeah. Lakini ni kitu natural ambacho umezaliwa nacho. Kwa kweli that's the gift, na namshukuru Mungu kwa ajili ya hicho. Yeah. Ni katika umri gani uligundua kwamba una kitu kikubwa namna hiyo? Nilianza kuimba nikiwa Sunday school. Okay. Yeah, kwenye huo umri nikiwa ninakuwa naendelea kuimba, naendelea kujifunza. Okay. Yes. Na baada kwenye kipindi kama hicho watu walikuwa na mtazamo gani baada ya kuona una kitu cha namna hiyo ukiwa bado mdogo? Actually ukiwa mdogo watu wanakuona, lakini they just see you. Ni kama kinakuwa na influence zaidi. Yeah, they just see you uko unaimba. Yeah, watakwambia uimbe Jumapili, lakini sio kwamba they will take kwa ukubwa sana. You just be there. Yani utakuwepo. Lakini nafikiri kipaji ukiwa bado mdogo kinakuwa kama kina ushawishi zaidi kuliko ukiwa mkubwa. Ukiwa mkubwa watu wanaona kama ni haki yako, unastahili kujua, au hiyo imekaaje? Nafikiri iko vice versa. Ukiwa mdogo actually, yes, as you said, kwamba kama unaimba kanisani manake mtoto mzuri, unaitwa nani? Watu wanakuja na kuuliza maswali kama hayo, lakini unavyozidi kukua sasa unabaki mwenyewe katika hali ya kujiuliza maswali, kwa nini naimba? Natamani hiki kitu kiwe kina impact kwenye maisha ya watu. Sasa hapo ndipo ambapo nobody's coming to you. Yani hakuna mtu anakuja kwako anakuambia unatamani kuwasikia, lakini they don't come. Hiyo imekaa vizuri zaidi. Yeah. Kwenye maisha yako unaamini kwenye mchango wa watu, pengine kwenye kupushi karama, kipaji na zile zawadi ambazo Mungu ameziweka ndani yako? Yeah, I do. Ninaamini kwa sababu Mungu anatumia watu. Yeah. Wakati mwingine anaweza katumia kukupushi sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Anawatumia watu sana. Mungu kati ya zawadi ambayo Mungu akitaka kukuinua ni anakupatia watu. Okay. Yes. Na unawezaje kujua sasa kwamba huyu ni mtu sahihi kwenye kitu ninachokifanya au sio sahihi? Okay. Kama nilivyosema mara kwanza ni kwamba kwanza unabidi ufahamu nini unachokifanya na unafanya kwa sababu gani na kwa nini unafanya na unafanya chini ya mamlaka ya nani? Na au watu anakupa ni nani? Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba ukishafahamu vitu kama hivi maana yake unajua unafanya kazi chini ya authority ya nani. Maana yake you have to go back and ask, kwa sababu utapewa limitation kwamba watu wa aina fulani utaenda nao, watu wa aina fulani hautaenda nao. Yes, kwa hiyo Mungu anavyokuletea watu kwa sababu yeye ndo amekuletea. Na yeye ndiye aliyekupatia kila kitu. Manake lazima uwe na mahusiano naye mazuri ya kukupa direction ya kila kitu. Hasa pia kwenye eneo la watu unahusiana nao. Sana. Okay. Hiyo imekaa vizuri sana. Kwa vile ambavyo unaendelea, ninaamini kwamba kuna mikakati umeiweka kwa mwaka 2026 na kuna picha kubwa ambayo unaiona ndani ambayo inakupa hamasa ya kumtafuta Mungu zaidi. Gladness ni nani miaka 5 ijayo? Wow. Good question. Okay. Gladness ni Gladness ambaye atatambulishwa yes, na Mungu. Naamini kuna picha fulani unaiona ndani. Yeah. Kuna ukubwa fulani hivi unaona. Unaweza ukatushirikisha kwamba miaka 5 ukimtazama yule Gladness na yule unaimuona sasa, tofauti yake kubwa ni nini? Kwanza hatakuwa mahali ambako hapa yupo. Kwa sababu tunapandishwa utukufu mpaka utukufu. Yes, kwa hiyo niseme hivyo kwamba
she won't be the same. Kwamba hatakuwa kama alivyo sasa. Hatakuwa kama alivyo sasa. Lakini hiyo picha kubwa ipo. Yes, of course. Hiyo pia ni picha kubwa. Yeah, kwa sababu hatua kwa hatua, utukufu hadi utukufu. Ni picha kubwa sana. Okay. Ndio. Lakini kuna ubaya wote watu wakijua sifa za huyo mtu ajaye? Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Hakuna. Wanachotakiwa kujua tu ni kwamba hatobaki kama alivyo. Kama alivyo. Kwa nimekufuatilia kwa muda mrefu sana. Nimeona moja ya kitu ambacho uko very strong ni ku maintain mahusiano mazuri na Mungu. Vitu gani ambavyo unaendelea kujifunza ambavyo kama mtu akivifanyia kazi inaweza kumsaidia kujenga mahusiano yake na Mungu? Kumfahamu Mungu kunategemea na utayari wa mtu. Mungu anaweza akajifunua kwa ukubwa kiasi gani kwa mtu, ni vile utayari wako ulivyo. Utayari wako ulivyo. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kuna source nyingi sana. Yes. Kama tumepewa neno la Mungu. Unaweza ukasoma neno la Mungu kumfahamu zaidi. Unaweza ukawa na sehemu yako ya utulivu, unatafakari neno la Mungu, unaomba kadri ya Roho Mungu anavyokuongoza. Yeah, I can say that. Okay. Kuna waimbaji wengine wanasema kwamba kujenga ukaribu au mahusiano na Mungu sio lazima uende kanisani. Hiyo huwa imekaaje? Naweza nikasema kwamba kuna sasa hapo manake inategemea na yeye mwenyewe. Okay. Lakini kila mtu anachukulia picha vile ambavyo yeye anaona, lakini kuna umuhimu wa kuwa pia kwenye community. Okay. Prayers au kujifunza katika community ya watu wengi, kwa sababu una experience au unajifunza vitu au unaona vitu vingi zaidi ambavyo ambavyo Mungu labda kamfanyia au kajifunua kwa mtu fulani kwa namna tofauti. Wakati mwingine kule kuna watu wanakuzidi. Yeah. Utajifunza vitu kwao. Ni kweli. Okay. Yes. Nafikiri watu wanakuwa na mitazamo tu tofauti kwamba pengine mtu binafsi anaweza kujitegemea na kumtafuta Mungu mwenyewe. Ila nafikiri kama ulivyosema kuna haja ya kukusanyika kama maandiko yanavyosema. Asante. It seems like mtu anapojicommit kujenga mahusiano na Mungu ni kama anakuwa amechagua njia ambayo inahitaji commitment kubwa sana. Ni activities gani za kimungu ambazo kama akijipa discipline ya kuzifanya zinaweza zikampa hatua kubwa zaidi? Ni sacrifice niseme. Sacrifice kwa sababu Biblia inatuambia Mungu anawatafuta waabuduo halisi katika kweli na roho, katika roho na kweli. Kwa hiyo kwanza ni kuwa kweli, yani hakuna kupretend, kwa sababu Mungu anaifahamu mioyo yetu. Kwa hiyo namba moja naweza nikasema kwamba just be you. Okay. Kuwa wewe ukienda mbele za Mungu, kwa sababu yeye ana play party nyingi. Ana play kama baba, ana play kama rafiki. Kwa kuna wakati unaenda mbele za Mungu unaongea naye kama rafiki. Ongea naye kama baba. Ongea naye kama mzazi. Yes. Kwa hiyo ukiwa wewe mbele za Mungu kuna possibility kubwa sana ya Mungu kuelewana, yani. Kuelewana sasa mioyo yenu na Mungu kuachilia vitu vizuri zaidi kutokana na vile ambavyo wewe unataka kuwa. Kwa hiyo yes, naweza nikasema hivyo. Kwa vile ambavyo tumeshazungumza pale nyuma, tutegemee nini kwa mwaka 2026? Unawaahidi nini mashabiki na watu ambao tayari ni community yako kwa mwaka 2026? Naweza nikasema kwamba tegemee vitu vizuri. Ya mambo mazuri yanakuja mbeleni, kwa hiyo stay tuned. Stay tuned. Yes.
Watazamaji wa Dynamic Talks podcast, tunazungumza hii ni Changing Talks na Gladness Mgimwa, na tulikuwa tunajaribu kuangalia namna gani Holy Spirit au Roho Mtakatifu anaweza kufanya kazi kwenye maisha ya mtu na kuleta badiliko la kudumu kwenye maisha yake. Lakini amekuwa ni mazungumzo ambayo tumejaribu pia kuangalia namna gani gospel industry inakuwa na inapata mabadiliko makubwa pia hapa Tanzania. Gladness, mara mwisho pia nje ya kamera tulikuwa tunazungumza vitu ambavyo vilikuwa vina challenge kidogo. Moja ya kitu ambacho tulizungumza ilikuwa ni uhusiano kati ya muonekano na kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji. Kuna baadhi ya waimbaji ambao wanakuwa attacked kwamba wewe unavaa hivi, unavaa vibaya, unawezaje ku maintain, unawezaje kutuaminisha kwamba unamtumikia Mungu wakati unavaa hivi. Kuna uhusiano wote ule au kuna shida yoyote ukiwa unavaa unapishana na watu unaowaongoza lakini unasema kwamba unamtumikia Mungu? Okay. Hapo naweza nikarudi kwenye swala la ufahamu. Ufahamu wa watu ambao unawapelekea ujumbe. Kwa sababu kwa mipaka yetu ambayo tumeshazoea tangu tunakuwa, mtumishi wa Mungu au anayetoa neno la Mungu atakiwa avae suti. Kwa hiyo awe smart. Kwa hiyo ukienda umevaa jeans na t-shirt unaonekana kama huyu ni muongo, huyu kuna shida, au ni mhubiri wa mwamsho kizazi kipya wa kizazi kipya. Lakini naweza nikasema, unajua kuna wakati lazima ujue nini unachokifanya. Na lazima ufahamu watu ambao Mungu amekuita kwa ajili yao. Kuna sehemu unaweza ukaenda ukavaa suti watu wasikuelewe kabisa. Na kuna sehemu unaweza ukaenda umevaa jeans na t-shirt watu wakakuelewa. Kwa inategemea na mtu au na watu ambao unaenda kuwapatia ile message. Yes. Wakati mwingine unaweza ukavaa jeans kwa sababu ya watu unaoenda kuwahudumia, sio kwa sababu ya huduma yako. Of course. Ndio maana nikasema hakikisha unapokea maelekezo. Kwa knowing, kufahamu ni kitu cha muhimu sana. Ni kitu cha msingi sana. Tunarudi kule kwenye Roho Mtakatifu. Yes. Wakati mwingine kudeliver message inategemea ukaribu wako sasa na Roho Mtakatifu. Na anaweza pia kukuongoza hata namna ya kuvaa, namna gani utawahudumia watu husika na kadhalika. Yes, kabisa. Tunapoelekea mwishoni, una jambo gani ambalo hujafanikiwa kulizungumza hapa lakini unatamani watu walifahamu? Mimi naweza nikasema kwamba God is real. Message kubwa sana hiyo. Yes. Kwa hiyo watu wasichukulie kawaida. Hapana, tusichukulie kawaida. Yes. Kwa hiyo kuna kila sababu sasa ya watu kumjua zaidi ili waweze kufanikisha malengo. Bana, sisi tukushukuru sana kwa kukubali wito na kufika siku ya leo kushare na watazamaji kitu ambacho umezungumza. Na sisi tumebarikiwa sana kuwa na wewe hivi leo. Naamini tutakapokuhitaji tena tutapata ushirikiano na tutafanya makubwa zaidi. Kabisa.